ulijua siku hii, na Mungu mtumishi wako atasimama katika madhabahu hii ili kulisema na kulinena neno lako. Mungu kamtumie vilivyo, na neema yako ikimfunika, uwezo wako ukidhihirisha, na kila nguvu katika ulimwengu wa roho, ikiwa angani, ikiwa ardhini, ikiwa chini kwenye maji, ikasambaratishwe sasa kwa ile damu ya Kalvari na yale mamlaka aliyotupa, ya kwamba amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, naye akatupa pale tunapomwamini. Baba, sasa napokwenda kutamka maneno yako, Mungu, mafuta mabichi yakatirike juu yake, yakidhihirisha uwezo na nguvu zako, na yakijia kila mmoja aliyekuja mwenye uhitaji Baba wa kiroho, mwenye uhitaji wa kimwili, ikiwa ni magonjwa, neno lako linapopita lidhihirishe ndani yetu na kusambaratisha magonjwa yote kwa uwezo wa jina la Yesu, kwa kuwa ni wewe utuponyaye na ni wewe utuimarishaye. Baba, asante kwa uweza na nguvu zako, ni katika jina la mwana wa Mungu aliye hai, Yesu Kristo aliye mkombozi wetu, tumeomba na kuamini. Wote tuseme amen. Karibu sana katika Amen. Tumshangilie Bwana Yesu. Tuje makofi ya shangwe kwa ajili ya Bwana. Baba Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo nyota Mungu, vitu vingi tele Tumshangilie Bwana Yesu. Hakika tunapaswa tumwimbie Mungu wetu ambaye ni mkuu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa neema hii ya kuweza kusimama mbele yenu, na ninamshukuru sana mchungaji wangu kiongozi kwa kuona kwamba naweza kusimama siku ya leo kwa ajili ya kusema na kanisa yale ambayo Mungu anataka tuyasikie. Mungu pia awabariki washirika wote ambao tunasimama kuomba, watu ambao wanatumika kwa ajili ya kutupatia neno, si kwa nguvu zetu wala si kwa akili zetu, bali ni kwa msaada wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumshangilie Bwana Yesu kama una amani ya kuwa nyumbani mwa Bwana. Shangilia kuonyesha ya kwamba una uhai wa kuwa nyumbani mwa Bwana. Ni neema mpaka kufikia siku ya leo ambayo tunakaribia kuufunga mwaka. Ni neema kubwa sana, sio kwa nguvu zetu, sio kwa sababu sisi tulifanya sana mema mbele za Mungu, bali ni neema ya Mungu. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa nafasi kama hii, na sasa tunaingia katika kulisikia neno la Mungu ambalo ametaka watoto wake tuweze kulisikiliza muda na majira kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Neno la leo lina kichwa cha somo kinachosema utoaji wa sadaka unaomgusa Mungu. Utoaji wa sadaka unaomgusa Mungu.
Asubuhi mwalimu wa wanafunzi na maandiko wakati anafundisha, nikaona kama ananimalizia kila kitu, lakini nikamshukuru Roho Mtakatifu kwamba alianza kutuhudumia mapema, na mwalimu hapa simuoni, ila Mungu ambariki kwamba Roho Mtakatifu alimtumia akaweza kutupa mwanzo mzuri wa kujiandaa kwa ajili ya somo hili, na pia ilikuwa ni uthibitisho tosha ya kwamba Roho Mtakatifu alitaka kutuhudumia kupitia somo kama hili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yetu ya leo yanatoka katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza hadi wa 18. Pia tutaangalia Yohana 3:16. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tusome, na mtu wa IT tutakuwa unatusaidia kuweka maandiko, itaturahisishia katika kuyasoma. Kitabu cha Mwanzo sura ya 22 kuanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, nadhani wote tunaweza pia kufuatilia pale kwa haraka zaidi. Basi mimi nitasoma na wewe pia utafuatisha. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Abrahamu akamwambia, Abrahamu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, mchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Abraham akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanaye, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani tutaweza kuendelea kusoma kadri itakavyoendelea, kwa vile ni maandiko ambayo ni marefu kidogo. Kadri tutakavyoendelea tutaangalia pointi zetu, lakini jua kwamba neno letu linatoka hapo pale ambako Abrahamu anaambiwa amchukue mwanaye, moja, wa pekee; pili, ampendaye. Wa pekee na ampendaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa muda utaendelea kusoma, na pointi nyingine zitakapokuwa naendelea tutazigusa. Bwana Yesu asifiwe. Pia maandiko mengine tuangalie andiko lile ambalo tumelizoea, wengine huwa tunasema kwamba ni mstari wa kichwa. Hebu tusome kwa pamoja Yohana 3:16. Amen. Nimesema ni mstari tulioshika kwa kichwa kwa sababu ni kweli ni mstari ambao tunaupenda, na ni mstari ambao unatuonyesha jinsi ambavyo Mungu anatupenda. Kuna vitu nilitaka uone hapo kwamba Abraham alipoambiwa kwamba amtoe mwanaye wa pekee, tena tukaambiwa ampendaye. Sasa na Mungu naye akamtoa mwanaye wa pekee ampendaye, ambaye ni Yesu Kristo, kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutuokoa sisi pamoja na dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukija kwa ufafanuzi zaidi, tumesema somo letu linasema utoaji wa sadaka unaomgusa Mungu. Kumbe kitu kingine cha kujiuliza, kunaweza kukawa na utoaji wa sadaka isiyomgusa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe unaweza ukatoa sadaka au ukawa na utoaji ambao haumgusi Mungu. Labda tuangalie utoaji maana yake ni nini? Utoaji ni tendo la ibada, shukrani na upendo kwa Mungu au kwa jirani. Tendo hilo linafanywa kwa hiari na kwa furaha kutoka moyoni, wala si kwa kulazimishwa. Na utoaji ni zaidi ya pesa.
sababu mwingine akishasikia utoaji wa sadaka anajua hapa ni swala la pesa tu. Utoaji ni zaidi ya nini? Ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Tendo la kutoa ni kumheshimu Mungu na pia ni kusaidia wenye mahitaji, kadhalika ni kueneza Injili, ambapo utoaji huo unajumuisha kujitoa wewe mwenyewe, mwili wako, nafsi yako kwa kufanya kazi ya Mungu. Unaweza ukasoma Warumi 12:1. Pia kutoa zaka na matoleo mbalimbali kwa ajili ya kuifanya pia kazi ya Mungu. Na jambo kubwa tunalopaswa kukumbuka zaidi ya kwamba kama ni kutoa, basi Mungu ndiye mtoaji wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe.